Bwana we, tunaendelea pale pale tulipoishia. Baada ya Sonjin kumuona yule mwanadada mwanamuziki akifanya ubisho kwa kumnyanyasa yule mtoto yatima ambao kama yeye Sonjin maya yatima ni yote. Sonjin hana mama wala baba, lakini mwanamuziki bwana akajilea akaacha zile glove zake, na Sonjin alivyosogelea zile glove anapigwa simu, anaambia bwana we, achana mambo yote, njoo kwanza. Na Sonjin ile swala la kumloga yule mdada akasitisha pale pale, lakini leo dada mwanamuziki angekunya na angejamba kabisa. Haya, upande hapa alikuja yule dada ripoti Sanji na kumchukua moja kwa moja akamwambia Sonjin, hakika leo nina kazi nzito sana, naomba unisaidie, maana nina shida na huyu chairman, naomba umfanyie kitu kibaya ambacho hajawahi kukutwa nacho katika maisha. Sonjin akasema hiyo ndio opportunity ambayo mimi nilikuwa naitaka, na kama ishawezekana mimi kumloga inabidi nipate vitu vyake tu muhimu ambavyo yeye anafishika kuvitumia, yani mimi nikimshika tu tayari nishampata. Sonjin akaanza kujisikia furaha kwa sababu anahisi kile kisasi chake ambacho anacho kwa muda mwingi ambacho kinamsumbua kinaenda kukamilika. Akamwambia, lete kitu chake chochote kama unaweza kukipata, iwe simu, iwe kalamu, iwe chochote ambacho unaweza kukipata, iwe nguo, iwe chupi, chochote niletee na mimi nitadili naye. Dada kwa muongo akamwambia, bwana hakika huyu jamaa amefanya mauaji mazito. Na hapa dada akampigia mtu mmoja ambaye yeye ni mpelelezi, ni mtu ambaye ukijuma jambo lolote ukisema bwana mwanangu na shida kitu fulani, basi jamaa kazi yake ni kufuatilia tu, yani hawa ni mahaka wa binadamu. Hapo pande hapa jamaa moja kwa moja akaanza kumtongoza dereva, akamwambia, bwana dereva wewe unamuonesha ule mshua hii hapa bwana, 3 milioni. Kama hii 3 milioni hii hapa, mimi shida yangu lete kitu chochote tu cha ule mzee, hiyo kitambaa chochote ambacho kitu anachokipenda. Dereva akamwambia, bwana mimi sijui kitu gani anachokipenda, lakini sijui nitafanyaje. Lakini mchizi baada ya kuangalia 3 milioni ile amenona, akamwambia, mwanangu hakuna kitu ambacho kinakataliwa hapa, kuna mkate mgumu mbele ya chai. Basi lakini anapoingia ndani ya gari kwa kimuendesha mzee, lakini mzee huyu alikuwa anapenda sana kutumia kibiriti. Mzee kila dakika anakiwasha kibiriti. Na usiku ulipofika, dereva akamchukua bosi wake moja kwa moja kumuingiza katika hoteli kubwa ambayo alikuwa anaenda kukutana na wafanyabiashara nzie. Lakini sasa Dago akaona ngoja muda huu utumie, akaenda kununua kibiriti supermarket, na akamwambia, bwana mimi hapa nakuja kununua kibiriti. Yani kila taarifa anayoifanya na anatuma ujumbe, taarifa anayoifanya anatuma ujumbe. Na muda ulipofika hapa kumchukua mzee alikuwa tayari ameshapiga mvinyo mzito kama ameelewa tu, kutokana alikuwa na kampani ya wafanyabiashara nzie. Uwezo ukakao zako anakunywa bia au anakunywa maji, ni uongo. Basi unajua tena matajiri hapa. Basi mzee akiwa anaongea maneno yake matamu akiwa anarudi, na hapa bwana mdogo ikabidi amwangalie, lakini kumwangalia mchizi na mwanamzee kidogo ameshasinzia, ikabidi achoke kile kibiriti chake fake alichokichukua na kuchukua kibiriti kipi ambacho mzee anazumia. Mzee kama alishtuka hivi, lakini bwana mdogo ikabidi, bwana mzee na kuamsha mzee wangu kumeshafika hapa, ambia bwana Kenya usijali, acha niingie sepetuka. Haya, jamaa akiwa anaondoka na mchizi kwa aliwahi chapu kwa haraka mpaka kwa jamaa alompa kaza, akamwambia, bwana kibidi chako hiki hapa, naomba nimalizie 1 milioni yangu. Basi mchizi alichukua hela yake, lakini ghafla jamaa anapokea simu kutoka kwa director chairman Jion. Anamwambia, wewe unachokifanya ni kitu kidogo sana, na hakika umeniibia mimi kibiriti, umeniibia kibiriti, umeenda kupeleka kwa maadui zangu ili madi nikalogeke nikalaanike. Kwa hiyo mzee aliwaza na kuja kibiriti ambacho atakutumia sasa hivi, ndio maana hisia ya kishetani imemwingia kwa sababu yeye bado ana ushetani, na kumpiga simu moja kwa moja. Dogo akapigwa, na hii ni sauti ya ukali au mzee aliongea kwa ukali, lakini dogo alipoangalia yule mtu ambaye alifanya naye biashara tayari ashateleza na msala ukabaki kwake. Kutokana na mzee aliongea kwa ukali mkubwa sana na kumaanisha, dogo akaona acha nikati simu hapa, ikiwezekana nikimbie niwahi kuokoa maisha yangu, niokoe familia yangu. 3 milioni ya miezi 20 imeniponza kupoteza kibarua cha kila siku. Mzee hapa alingaka sana, lakini mzee alihitajika haraka sana afike kule katika maombi, kwa sababu yeye alishapanga na ule demu au ule binti yake mchawi kwamba watafute ngoma kubwa akapigane ili mada atoe shetani. Na jamaa alipokuja hapa akakabidhisha, bwana mzigo ulionituma ni hapa, akampa kibiriti. Na yeye akaona cycle za damu hapa, akampiga moja kwa moja Sonjin kapigiwa na Jongi. Basi ikabidi watoke hapo waende kukutana. Basi mchizi yeye katoa kibiriti kile na yeye akakabidhiwa hela zake na maisha yakaendelea. Dada akateleza anamwahi Sonjin, na huku Sonjin anamsubiria Jongi. Walikutana hapa Jongi pamoja na Sonji, akamwambia, bwana kibiriti chako hiki hapa. Kile Sonji alikuwa tayari kila kitu ashaandaa, yani karatasi na dua zake maalum za kumwandaa huyu chairman ili madi aanze kumloga. Na hapa chairman picha yake ikachukuliwa, na dada huko anataka kwenda kumloga. Na upande wa chairman anafika haraka katika Forest Green Law, lakini ile anaingia tu na nguvu zinaanza kupotea, yani kama nguvu zinaishiwa uchawi. Mama kaona hapa sije kawaka bwe, ikabidi amfunge kamba nzito sana na kuanza kupiga zile ngoma ili madi kutoa huu mzuka ama huyu mtu kumfunga anayemfanyia huku. Na upande huku Sonjin anashindana na mama Mwanga wa miaka mingi ambaye hata mama yake alipambana naye huyu Mwanga, na hapa kukawa na vita kali sana. Mama kwa anaenda kufanya ibada, lakini hali inazidi kubadilika na hali inazidi kuwa mbaya, kwa sababu wachawi wawili wanashindana. Mmoja anataka kumlinda mchawi na mwingine anataka kumlinda
kumlinda bosi wake. Kwa hiyo huyu mmoja anataka kufanya uchawi, mmoja anataka kumlinda bosi wake. Mambo yakawa mazito na kila mtu ana nguvu za ajabu. Mwisho siku Son Jin jicho lake linatoa damu nzito, na huyu ngoma ambaye anaipiga ile ya kichawi inapasuka, na hii pressure na nafasi inakuwa kubwa sana, mshtuko unakuwa mzito. Dogo Son Jin anapoteza fahamu na huyu dada naye huku chini anadondoka, kwa maana hizi nguvu zao zimekutana. Lakini dada hapa kuna kitu anakiona, anajua kwa nini ngoma imetoboka, kwa sababu kuna mtu mwingine naye alikuwa anamloga. Akasema hapana, nimeshajua licha huu msala hujaisha bado, lakini mtu ambaye anakuloga na kufanyia kitu wewe uchawi ni yule mwanamke aliacha mtoto wake, ambao mtoto huyo ndio ambao anapambana. Mama alijicheka sana baada ya kujua hili, kama mwenzie kumbe hakufa msichana bali alikufa akiwa na mtoto. Ndio maana hata nguvu zake zote alipozishika tu mimba zikahamia kwa mwanae, kwa sababu unajua hawa wanawake madevini ambao wanatabiri vitu, waganga wanakuwa kwao kolea, hawaruhusiwi kuolewa mpaka mtu anapokuwa mtu mzima ama kwa mzee. Kwa hiyo hapa mama akatoa kazi kwa yule mfanyakazi mwingine wa director Chang Jion amtafute huyu mwanamke na kumpeleleza wapi anapokaa. Lakini alipofika kwa familia hizo za maskini ambao watu hapo bwana, huyu mtoto mbona alishaondoka hapa, alichukuliwa na nyumba za kulelea yatima. Kwa hata jamaa alipoenda pale katika ile nyumba ya zamani miaka ile kule ambayo alitia moto, akakuta hapa hakuna kitu, na kabidi atoe taarifa, bwana nimemtafuta sana huyu mtu sijamuona. Kumbe alisolijua ni sawa na usiku wa giza, yule mwanamke yuko hospitali mule ambapo yeye yuko. Lakini hapa Son Jin ambaye anashtuka hapa, anamkuta ripota Son Jin amekaa pembeni yake, anamwambia vipi, hali yako inaendeleaje? Je, unaweza ukaendelea kufanya mambo yako? Dada akamwambia wala usijali, ni vitu vya kawaida tu vinaendelea, kwa sababu nimeshindwa kutokana kulikuwa na nguvu mbili zinafutana. Son Jin bwana akashindwa na akamwambia tena ukweli, lakini siwezi kushindwa tena. Kama una vitu vyake tena kama kile kibiriti unacho, nitamtengeneza tu na jambo ambalo nalikusudia litakamilika tu. Kwa kuwa jana tulikuwa na ukinzani mkubwa ya wachawi wawili, yani mimi na yule mchawi wake ambaye mimi nilitaka kumzuru na yule mchawi wake akawa anamuokoa. Kwa hiyo ndio shida ambayo imetokea. Mzee leo hapa amekuja hospitali, lakini amekuja hospitali hapa sio kama anaumwa, ile hofu tu na mikikiliko ya jana. Hapa dada anacheka, anamwambia hivi jana ilikuwaje mpaka mambo yakawa mazito vile? Akamwambia bwana, unajua yule mama ambaye tulimuua miaka 10 iliyopita, binti yake sasa hivi yeye ndiye ambaye anaongoza gurudumu hili, na yeye sasa hivi ndio adui yako mkubwa. Kwa inabidi ufanye juu chini uangalie namna gani unaweza kumdhibiti huyu mtoto, la sivyo maisha yako yatakuwa hatarini sana zaidi na zaidi, maana huyu mtoto hata acha kukufuatilia mpaka mwisho wa maisha yako. Kwa hiyo inabidi mzee aagize, bwana hakika naombeni mumtafute haraka sana dereva, kwa maana upinzani utaendelea. Na mama akamwambia bwana haya nyinyi ndio mfanya kazi zenu, mimi nitoke hapa. Lakini mama akiwa anaondoka, kama kuna hisia fulani hivi anazisikia, ikabidi apate na mshtuko, kwa sababu nguvu za uganga na uchawi zote zinazo. Akaisi hapa, akafungua akakuta mwanaume, akaona I'm really sorry. Kumbe bidada alikuwa naye zamani sana ashashtukia mtego kama mama anaweza kumchukia, na akajificha na akakumbuka ile tukio ambalo limetokea miaka 10 jinsi walivyomulia mama yake. Basi ubibi akiwa anaondoka hajui moja wala mbili, kumbe Son Jin akawa nyuma anamfuatilia na kujua huyu mtu anaendelea hapa. Akapata kumbe huyu mzee yuko hapa. Basi kwa maana huyu mzee anapokuwa mbali na ubidada, udogo anaweza akamzuru hapa, kumchungulia vizuri katika chumba ambacho mzee alikuwepo. Mara mbele ya macho yake anamwona mzee anakuja, lakini mzee anakuwa hamjui, na akapanda naye lifti moja. Kupanda naye lifti moja bwana, dada akasema humu unammaliza, yani humu unamloga, ili anataka kumgusa tu mzee. Shetani lake jini lake ambalo nalo likamshtua, bwana unataka kushikwa hapa. Na dogo ahilisha ile kazi yake ambayo anataka kuifanya, na mzee akaondoka. Lakini Son Jin hakukata tamaa. Upande wa hapa tunamuona yule ripota, mke wa askari, yuko na huyu jamaa yake ambaye alimpa kazi. Anambia bwana, madam bwana nashukuru, na madam hapa alileta hela kidogo kumalizia hela za mzee, ili mradi kufungana midomo, maisha yaendelee na kesi iishi. Na maana hata mzee atapokamatwa, atapofanya nini, hela zake ashapewa, yani hakuna mtu akumuuza mwenzie. Haya, mama alitoa kibunda chake na jamaa alihesabu vizuri, akamwambia bwana sikiliza, hii hapa simu, umeelewa, na hii simu yangu. Kwa hiyo lolote ambalo unataka kulitaka na unataka kulisikia utanijulisha, kwa sababu mimi ndio international chawa hapa nchini. Kwa hiyo lolote unalotaka, na mwisho siku akampa ujumbe kidogo na kumwelekeza eneo fulani inabidi aende, kwa sababu ya uchunguzi wake wa dada ambao anaendelea nao. Dada akataka kudadisi na kutaka kujua, akamwambia bwana wewe sikiliza, wewe ukiona umezidiwa tena unatia mtonyo tu mrefu, maisha yanaendelea. Unajua tuna machawa muda wote wanawaza hela tu. Hapa dada akiwa anatoka hapa, na hapa tunaonyesha moja kwa moja katika ofisi za mapolisi kuangalia namna ya kesi inavyoendelea, zile simu ambazo yule jamaa alipigiwa ama watu ambao walikuwa wanaongea nao,
yani wanafuatilia mlolongo wa zile ajali zote kuanzia maiti ya mtu wa kwanza mpaka maiti ya mtu wa tatu. Na hapa kuna kitu alikisi moja kwa moja kwenda moja kwa moja. Wakafika hapo akamkuta huyu jamaa yeye kapiga magoti alivyomwona tu bwana askari, kwa sababu kifo cha askari mwenzao kimetokea, na huyu jamaa akaanza kutoa ushuhuda na kutaka ushirikiano, kwa sababu analolifanya na yeye analijua. Kama bwana, sikiliza, kama una jambo lolote kuhusu Forest Green Company naomba uje. Moja kwa moja akamchukua moja kwa moja katika interview, na jamaa akaanza kutoa siri za mzee, yani kila kitu anataka kukimwaga wazi. Wanangu, hii hapa ilikuwa ni sehemu ya 4 ya recap yetu. Sasa usikose kusubscribe ili mradi kupata mwendelezo wa sehemu ya 5. Chao.